Mtazamaji, mjadala umekuwa ni mkubwa sana miongoni mwa Watanzania wa kada mbalimbali. Hii ni baada ya tume ya kuchunguza matukio wakati na baada ya uchaguzi 2025, yani ghasia zilizotokea kuwasilishwa kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii ni tume ambayo iliundwa na rais kuchunguza na ikapewa hadidu za rejea. Ni tume ambayo ilikuwa na wajumbe 9. Mwenyekiti wake ni Jaji mstaafu Mohamed Chande Othman aliyewasilisha na kusababisha mjadala mkubwa miongoni mwa wanajamii. Mengi yamezungumzwa katika tume hiyo, ikiwemo vyanzo vya vurugu, vichocheo, viashiria, lakini tume imetoa mapendekezo nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba mambo yanaboreshwa, kutoshuhudia tena matukio yale ambayo hapana shaka yote yatabaki kama kumbukumbu miongoni mwa Watanzania, mioyoni mwa Watanzania. Na leo nakuletea mjadala ambao tutajikita zaidi kwenye mapendekezo ya tume. Yako mapendekezo ya tume yaliyogawanyika katika sehemu 2 ama 3. Kuna ya muda wa kati, ya muda mrefu na yale ya jumla ambayo tume hii iliyawasilisha mbele ya rais ambaye aliiunda. Mimi ni Joseph Msami na kukuletea mjadala huu ambao utaibua zaidi mjadala zaidi ama utasaidia kutoa majibu. Niko na Daktari Faraja Christomas. Huyu ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na mchambuzi wa siasa. Daktari Faraja, asante kwa kuungana nami. Asante sana. Daktari, tumeshuhudia tume imewasilisha na miongoni mwa mengi yaliyozungumzwa na yakazua mjadala mkubwa ni kero za wananchi ambazo hazikutatuliwa kabla ya uchaguzi. Hizi zimetajwa kama chanzo, lakini kwenye mapendekezo imetolewa kama mapendekezo kama miongoni mwa mambo ya kufanyiwa kazi. Tuanzie hapo. Hizi kero unavyoziona na hali ilivyo, uhalisia ni upi daktari? Asante. Ni kweli hizi kero ambazo tume ya Jaji Chande ilizibainisha kama ndio vyanzo vya machafuko ya Oktoba 29 hasa kuanzia Oktoba 29 na siku zilizofuata. Ni kero ambazo wachambuzi wengi wa siasa, wanaharakati, wadau wa asasi za kiraia, vyama vya siasa, viongozi wa dini walizibainisha hata kabla ya kuingia kwenye uchaguzi, na walisihi mamlaka husika za serikali zizitatue kero hizi kabla hata kuingia kwenye uchaguzi. Lakini kumbukwe kwamba hata kabla ya mwaka 2025 tayari kulikuwa na dalili za mazungumzo kwa ajili ya kupata maridhiano ya kisiasa kwa taifa letu lilohusisha vyama vikuu viwili, CCM kwa upande mmoja kama chama tawala na Chadema kwa upande mwingine kama chama kikuu cha siasa. Kwa bahati mbaya, Chadema walisusia mazungumzo yale wakidai kwamba kulikuwa na ukosefu wa nia njema kwa upande wa wenzao waliokuwa wanashiriki pamoja kwenye majadiliano yale kwa ajili ya kupata mwafaka wa kisiasa nchini. Na ukosefu huo wa nia njema uliwafanya waamue kujitoa na kueleza umma wa Tanzania kwamba kulikuwa na mambo ambayo bado hawajaridhika nayo. Na sababu zile ziliwaibua pia wanaharakati mbalimbali, asasi za kiraia pamoja na viongozi wa kidini wakiisii serikali kuzishughulikia kero husika ili nchi iingie kwenye uchaguzi ikiwa salama. Kwa bahati mbaya, serikali nayo kwa upande wake ikasema tuingie tu kwenye uchaguzi, hizo kero tutazishughulikia baada ya uchaguzi. Hilo ndilo ilikuwa ni sababu kubwa ya mvutano na fukuto ambalo wananchi wengi, vijana na makundi mbalimbali ya Watanzania waliyaonyesha kwamba bado hawajaridhika nayo. Na miongoni mwa mambo ambayo yalishamiri kwa kiasi kikubwa ambayo asasi za kiraia, wanaharakati wa haki za binadamu waliyabainisha ilikuwa ni pamoja na matukio mengi ambayo tume ya Jaji Chande imeyabainisha, pia matukio ya utekaji. Idadi kubwa ya Watanzania walipotea katika mazingira yasiyoeleweka, wengine walitekwa. Jaji Chande alifafanua kisheria zaidi kwamba kuna wale wanaopotea, kuna lugha za kisheria ambazo alizieleza zinatumika alivyokuwa anazungumza na waandishi wa habari, na kuna wale ambao wamepotea katika mazingira ya kutatanisha, kuna wale ambao watu walishuhudia wakitekwa, na kuna wale ambao hawajulikani waliko. Matukio yote haya yaliwafanya Watanzania kuwa na wasiwasi kama serikali kweli ilikuwa na nia njema ya kukabiliana nayo. Ilikuwa ni chanzo kikubwa cha manunguniko kwa upande wa Tanzania. Lakini jambo jingine ilikuwa ni katiba mpya. Ni kweli serikali ilishughulikia sheria ya uchaguzi
kwa kuunda tume huru ya uchaguzi. Tume huru ambayo ilikosa nguvu ya kisheria kwa sababu bado ilihitaji mabadiliko ya katiba ili sheria hiyo ya tume ya uchaguzi iweze kuwa na nguvu na iweze kurekebisha na kutatua changamoto zilizopo. Wadau waliibua hilo na walieleza kwa muda mrefu kwamba hii sheria ambayo serikali imeipitisha bado haitaweza kutatua changamoto iliyopo kwa sababu bado tatizo lipo kwenye katiba. Kwa hiyo tume ya Jaji Chande imekubaliana na hoja hii kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuwa na katiba hadi kufika mwaka 2028. Lakini kero nyingine ambayo ni kubwa na inadhihirika hata kwa vitendo vya uhalifu vilivyofanyika tarehe 29, ni hoja ya wananchi kuhusu kutokuridhika na baadhi ya vigogo walioko serikalini na namna wanavyoshiriki au wanavyotuhumiwa kwenye masuala ya ubadhilifu wa mali za umma, kuwa na ukwasi ambao bado watu wana mashaka kwa kipato walichonacho na ukwasi walionao. Ni vitu ambavyo inaonekana vinachangia kwa kiasi kikubwa uwepo wa pengo kati ya matajiri ambao ni wachache na Watanzania wengi ambao ni maskini. Na ukiangalia hata taarifa za Benki ya Dunia zinaonyesha kwamba kiwango cha Watanzania maskini bado ni kikubwa, na tunapokuwa na kundi kubwa la Watanzania ambao ni maskini inasababisha wawe na hasira na viongozi wao wa serikali, na ndio maana utaona kwamba mali nyingi za serikali zililengwa, ingawa kwa lugha ya kawaida unaweza ukawalaumu kwamba mnakuwaje mnaangamiza au mnateketeza miundombinu ya serikali kama mwendo kasi ambao ndio unaohudumia Watanzania. Lakini kumbuke kwamba kulikuwa na malalamiko mengi kuhusu huduma mbovu za taasisi za serikali, kampuni za serikali, mashirika ya serikali ikiwemo mwendo kasi. Kama mtakumbuka, muda mrefu waliwahi kuonyesha kwenye picha mitandao ya kijamii wananchi wakiwa wamejazana. Hata hiyo mwendo kasi nadhani hapo kati hata kabla ya matokeo ya uchaguzi mambo yalianza. Ndio. Vugu lilianza kuwa kubwa zaidi. Lilianza kuwa kubwa kwa wananchi wengi Dar es Salaam, na ndio maana utaona vurugu kwa Dar es Salaam zilianzia Kimara kwa sababu walilia kwa muda mrefu kuhusu maumivu wanayopitia kupitia mwendo kasi, na serikali ilionekana kama ina ugumu wa kulitatua tatizo hilo. Ni kama walikuwa tunaita ni wale watu viziwi wasiopenda kusikia shida za wananchi. Kwa hiyo haya yote yalipelekea malalamiko ambayo yaliwajaza hasira wananchi. Serikali ilikuwa haisikilize. Lakini kuna jambo jingine kubwa nalo ni uhaba wa ajira kwa vijana. Ukosefu wa ajira imekuwa ni bomu ambalo muda mwingi wananchi, wachambuzi wa siasa, wachambuzi wa uchumi wamekuwa wakitahadharisha serikali kwamba ukosefu wa ajira Tanzania na wingi wa vijana wanaoingia kwenye soko la ajira kila mwaka na hawana matumaini ya kupata ajira, hata zile fursa za kujiajiri zimekuwa ni changamoto kubwa. Na utaona kwamba Jaji Chande alibainisha vikwazo vya kikodi, msururu wa kodi, kwamba hata wale vijana ambao wanataka kujiajiri, hawana ajira lakini wanataka kujiajiri, wanakumbana na changamoto nyingine: ushuru wa halmashauri, ushuru wa kodi, taasisi mbalimbali. Utitiri ni mkubwa sana. Kwa bado kero kwa ujumla wake zilikuwa nyingi na ziliwafanya watu wengi. Daktari, unaona utashi wa kuondolewa hizi kero baada ya hii tume ama kupunguzwa labda pengine baada ya hii tume kuwasilisha ripoti yake? Zimepita wiki kadhaa baada ya, nadhani tume imesoma hotuba yake. Kumradhi, tukisema kwamba hatukuiona ripoti, tumesomewa hotuba inayohusu ripoti ya uchunguzi. Imesomwa tarehe 23 mwezi Aprili, na leo tunapozungumza, na maana wiki kadhaa zimepita, wananchi wana hamu ya kuona kwamba kuna nia njema na utashi wa kisiasa unajitokeza. Kuna mambo yale ya muda mfupi ambayo wengi walitamani waone. Kwanza kabisa, kauli thabiti ya serikali kuhusu dhamira ya kushughulika na matukio yaliyotokea, kwa maana ya upatikanaji wa haki, kwa maana ya uwajibikaji wa wale waliohusika na hayo yote. Bado wananchi wangetamani kuyaona hayo, lakini serikali inapokuwa kimya kuyafanyia kazi baadhi ya mapendekezo, hasa yale ya muda mfupi ambayo yalihitaji tu kauli za uongozi wa nchi, inakuwa bado ni hofu kwa wananchi wengi kama haya mambo yatafanyika ama bado tuendelee kuwa na subira. Labda tuseme kwamba mamlaka za nchi ni pana na huenda michakato yake inahitaji hekima na busara.
tunaweza kusema tuwape muda, pengine bado wako jikoni wanaandaa mikakati na hatua za muhimu. Hatuwezi kuwahukumu moja kwa moja, lakini kimsingi ni hamu ya Watanzania kuona kwamba kuna uwajibikaji, kuna kauli thabiti ya serikali, kuna hatua thabiti za serikali zinaanza kuchukuliwa kwanza kwa ajili ya kuponya majeraha ya Watanzania. Ikumbukwe kwamba kilichofuata baada ya hotuba ya Jaji Chande, kinachofuata baada ya hapo ni wananchi sasa, baada ya kuonyesha kuwa na wasiwasi na uhuru wa ile tume, sasa hivi ilitakiwa serikali ionyeshe kwamba imedhamiria kuchukua hatua baada ya tume kupendekeza hatua za muda mfupi, na jambo ambalo daktari, siku zinaendelea kwenda na pengine halionekani, au labda tuendelee kuwa na imani na mchakato. Labda tuendelee kuwa na imani na mchakato, ingawa tunaona kwamba siku zinaendelea na hatuoni dalili, na ikumbuke kwamba bado Watanzania hawajapona kiasi cha kutosha, hasa ukizingatia kwamba wanahisi hakukuwa na utoshelevu ule ambao wao waliutaka kwenye tume au kwenye hotuba ile ya tume, ambayo tunasema ni mtasali wa kile walichokibainisha. Kuna yale mambo ya msingi na mazito zaidi ambayo huenda tume ingeyatamka yangeweza kuwaponya Watanzania. Sasa kutokana na hamu yao kuyaona imekosekana, imeshindikana, sasa matumaini yao yalikuwa upande wa serikali kuona kwamba sasa inaweza ikachukua hatua fulani kama sehemu ya kutibu maumivu ambayo Watanzania waliyapitia. Na tunaendelea kuangalia mengine, lakini daktari, kwa kuwa hata katika maneno yako unakiri vidonda vya watu, unakiri maumivu ya watu, kwa sababu ni hisia za watu hata wakati wa ripoti inawasilishwa. Hili mpango wa muda mfupi wa kutibu mapendekezo yako ni nini, ili watu waone tunasikilizwa? La kwanza kabisa, serikali ilipaswa kukiri kwamba vyombo vyake vya dola kwa kiasi kikubwa vilihusika kwenye madhira yale yaliyotokea. Tumekubaliana kwamba vifo vingi vilitokea, hata kama wananchi bado hawajaridhika na idadi iliyotajwa ya waliofariki, lakini kimsingi vifo vya watu 500 na zaidi ni vifo vya kushtua na ni vingi. Tulihitaji kuona serikali inatoa kauli thabiti ya kusema kwamba imeguswa na imeumizwa na idadi ile ya vifo, kwa sababu ni vingi, ni Watanzania wengi, na mazingira yaliyoelezwa ya kuhusu vifo vilivyotokea ina maana kwamba wengi waliouawa walikuwa hawana hatia. Wengine walikuwa ni wamama wajawazito, wengine walikuwa wana watoto wao, wengine walikuwa majumbani kwao, wengine walikuwa wanatoka kazini, wengine walikuwa ni wafanyakazi wa serikali wametoka kuwahudumia Watanzania mahospitalini, wanaporudi nyumbani wakakutana na madhira yale, wakapoteza maisha na kuwaacha familia zao wakiwa yatima, wajane, wagane na kadhalika. Yale ni maumivu ambayo bado yanaishi kwa Watanzania. Kwa jambo la kwanza ilikuwa kuhakikisha kwamba serikali inajitokeza hadharani kusema imeumizwa na kile kitendo na waliofanya vile vitu wawajibishwe, kukiri, ile tu kukiri kwamba vyombo vyake vya dola havikufanya jambo sahihi na ilikuwa la kikatili. Labda pengine daktari, Rais Samia alipojitokeza kwenye bunge na kusema kwamba amesikitishwa na yote aliyotokea, haikutosha kwa kiwango kikubwa ambacho tuna wananchi na vijana, hasa kundi la vijana linatarajia. Pengine kauli ile iliwapa matumaini wa Tanzania na ilionyesha kwamba kumbe tunaweza tukaanza kuona mwanga wa kinachoendelea mbele. Na ukumbuke kwamba alitoa kauli ile mwishoni mwa mwaka jana, kama sijakosea ilikuwa ni mwezi Novemba au Disemba, mwezi Novemba, na baadaye ikatolewa pia kauli nyingine tata pale alipokuwa anazungumza na wazee. Sasa hiyo ikawafanya Watanzania washindwe kujua mwelekeo wa Mheshimiwa Rais ni upi, kwa sababu alivyokuwa anazungumza na wazee pale Dar es Salaam alionyesha kama vile wanaopaswa kuwajibika ni wazazi walioruhusu watoto kufanya vile vitu. Kwa hiyo ni kwa kiasi fulani ikatonesha, lakini bado wakawa na matumaini kwamba labda pengine hii tume iliyoundwa italeta taarifa ya kitu fulani ama cha kuikumbusha mamlaka ya nchi kwamba kuna mahali fulani vyombo vya dola vinapaswa kuwajibika na kuna mahali fulani serikali inapaswa kuwajibika kwa kuzingatia malalamiko ya muda mrefu ya wananchi ambayo laiti angelifanyiwa kazi tusingefika huko tulikofika. Na tume hii miongoni mwa mapendekezo yake ni kuundwa kwa sheria ya Tume Huru ya Taifa ambayo itatekeleza kikamilifu viashiria vya jinai vinavyohitaji uwajibikaji.
Na uwajibikaji imekuwa kilio cha watu wengi baada ya ile ripoti kuwajibisha waliotekeleza vile vitendo. Ni mjadala mpana, lakini nini maoni yako katika uwajibishwaji wa watekelezaji wa vitendo vile? Naweza nikasema mambo kadhaa. Jambo la kwanza ni jambo ambalo liko bayana kwamba kuna vitendo vya kikatili Watanzania walifanyiwa. Ilikuwa ni hatua ya awali kabisa kukiri kwamba kuna vitendo vya kikatili Watanzania walifanyiwa. Kwa hiyo kama tutakumbuka, historia ni mwalimu mzuri sana wa kutukumbusha kwamba hili limetokea, lakini liliwahi kutokea huko nyuma na njia fulani ilitumika. Inapotokea kwamba watu kadhaa wamefariki, vyombo vya dola vilipaswa kuwajibika kwa hiari kabisa. Wale viongozi wa vyombo vya dola walipaswa wao wenyewe kuchukua hatua madhubuti za kuwajibika kwa kilichotokea. Ilikuwa hahitaji hata kufikia kwenye hatua hii ya kuunda tume ya kijaji. Tukumbuke marehemu Ali Hassan Mwinyi aliwahi kujiuzuru waziri kwa kosa ambalo hakulifanya, lakini alikuwa ni waziri na vyombo vilivyokuwa chini yake vilihusika na mauaji kule Shinyanga, aliwajibika. Lakini pia kuna na viongozi wengine hapo baadaye waliwahi kuwajibika kutokana na madhira ambayo wananchi waliyapata. Sasa vifo 500 na zaidi ni vingi mno vya kuendelea kusubiri viongozi wa vyombo vya dola kusubiri mpaka tume ya kijaji ichukue hatua za kuwajibisha, ni kitu ambacho tayari kinapoteza matumaini ya mfumo mzima wa uwajibikaji kwenye nchi yetu. Lakini jambo la pili, unapoongelea kuwajibika ni kupana sana. Kwanza kuna kuwajibika kwa nafsi yako wewe mwenyewe kwamba kuna mahali fulani nimekosea, na hii inaendana na unyenyekevu. Kukiri kuna kosa na sio kusubiri kuonyesha kidole kwamba sawa nimekosa, lakini aliyesababisha nimekosa ni mtu fulani. Kwa hiyo kuna wakati hata kama mnagombana, umefika mahali mwenzako amekuudhi na wewe ukachukua hatua ngumu zaidi za kumuumiza yule aliyekuudhi, inabidi ukiri kwamba ni kweli nimemuumiza, lakini alinisababishia kitu fulani. Lakini unaposema mimi sijafanya kosa lolote, yeye ndo aliyekuwa anataka kuniumiza, bado inaonekana kwamba unahamisha uwajibikaji kwa upande mwingine na unalazimisha mtu fulani ndo aonekane awajibike zaidi, lakini mimi niko sawa. Kwa njia hiyo hatuwezi kuyaponya majeraha ambayo yameshajitokeza. Lakini jambo la tatu katika uwanda huu wa kuwajibika ni swala zima la kuangalia hatua kwa hatua, kipi kilifanyika, kipi kikatokea, na ni wakati gani jambo lilikuwa baya zaidi, aliyesababisha jambo hilo baya alikuwa ni nani na kwa nini alilifanya. Huo ndio mfumo mzima wa kufikiria kuhusu kuwajibika, na hilo hata halihitaji kufikia hati hatua ya kuwa na tume ya kijaji. Ilikuwa ni swala tu la kuangalia kwamba tumefika huku, kuna mahali sisi kama serikali tunapaswa kuwajibika, tulizembea, kuna sababu nyingi zilizosababisha haya yote yaliyotokea, ni sisi kama serikali tulishindwa kuyatekeleza. Ni swala la uadilifu, ni swala la kuona kabisa kwamba na mimi katika mgogoro huu nina nafasi yangu, nina mchango wangu nimesababisha, ninapaswa kuwajibika kwa kuomba radhi, kwa kusema kwamba kuna mahali na mimi nilizembea, kuna mahali na mimi nilikosea, ninaomba Watanzania radhi, niko tayari kusahisha au kurekebisha. Na daktari, licha ya dhana ya uwajibikaji, miongoni mwa mapendekezo yaliyotolewa na pengine haya tukiyajumuisha pengine haraka, kuna usimamizi wa fursa zinazotolewa kwa vijana, ziwe sawa na zitolewe kwa usawa, matumizi yasiyo ya lazima yapunguzwe kwa maana ya fedha ili hela nyingi zielekezwe kwa wananchi. Lakini kingine ambacho kilisemwa hapo ni kwa yale muda mrefu ni kidato cha 6 kujiunga JKT ili kukuza uzalendo. Tuanze na hili kundi la vijana ndio ambalo lina malalamiko mengi. Tuanze na hizi fursa za kiuchumi kwa vijana, kupunguza matumizi yasiyo ya lazima. Nini unakiona hapo kifanyike haraka ili angalau kupunguza basi maumivu ya hivyo vidonda? Kuna kijana mmoja anatengeneza maudhui mtandaoni, au anafikirisha, anasema kwamba katika nchi fulani unakuta kitu kadogo ambako kanapaswa kushughulikiwa kwa busara na hekima ya kawaida, mchakato wake unakuwa ni mrefu. Na hili ndio limekuwa tatizo kubwa kwenye serikali yetu, kwamba jambo moja dogo ambalo linahitaji tu hatua ndogo ya kulifanya
mchakato wake, urasimu wa maamuzi serikalini wakati mwingine unaokwaza walio wengi na unasababisha gharama kubwa za kimaamuzi, za kiutendaji pasipo hata sababu ya msingi. Unavyoona mahali fulani barabara ni mbovu, huhitaji kufanya upembuzi yakinifu, huhitaji kuleta kundi kubwa la kuchunguza. Ni kitu ambacho tayari kinajulikana na michoro yake si ajabu ilishakuwepo toka zamani. Ni kumleta mkandarasi arekebishe, maisha endelee. Na hili ndilo ambalo linaakisiwa pia kwenye maisha ya kawaida ya vijana, kwamba unaona kwamba kundi dogo linatumia bajeti kubwa ya serikali kuhudumiwa, alafu kundi kubwa la Watanzania wanabaki na sehemu ndogo ya bajeti ambayo wanapaswa kugawana kidogo kidogo. Matokeo yake sasa haiwatoshi. Kwa hiyo kubana matumizi ilikuwa ni hoja ya msingi sana, sio tu kwa viongozi wachache waliopo serikalini, hata katika mfumo wa kawaida wa maisha. Kama unataka mafanikio, ni vizuri pia kuwa na matumizi sahihi na ujifunze ni kitu gani ni cha muhimu nikifanye na kitu gani si cha muhimu nikifanye. Na swala hili likifanyika linaweza kusaidia kuokoa kiasi kikubwa cha pesa na kuleta usawa katika mgawanyo wa rasilimali za taifa. Keki yetu ya taifa ikawanufaisha na vijana ambao ndio wengi zaidi. Na ikumbukwe kwamba kwa mujibu wa sensa ya taifa ya watu na makazi ya mwaka 2022 inaonyesha bayana kabisa kwamba kundi la vijana kuanzia miaka 15 hadi miaka 35 ni kubwa sana, na ni karibia 60% ya Watanzania, na hapo tunaongelea mwaka 2022, na sasa hivi kundi hilo linazidi kuongezeka. Ni vijana wengi ambao hawawezi kujinasibisha na historia ya ukombozi, historia ya chama tawala huko nyuma, kwa sababu hawa ni watoto waliozaliwa katika nyakati za vyama vingi, kwa hata mfumo wao wa kufikiri na kuona ni tofauti. Ni nyakati hizi za kidigitali, taarifa mbalimbali ziko mkononi, zinafikika kirahisi, na uchakataji wa taarifa pia ni mwepesi zaidi, na wakati mwingine hata taarifa potofu zinapatikana. Kwa ni mambo ambayo serikali ilipaswa kuwa makini zaidi kuweza kuona ni namna gani usimamizi wa rasilimali za taifa unanufaisha kwa kiasi kikubwa kundi la vijana ambao ndio wengi na wanashuhudia maisha ya kifahari ya viongozi wao, na hii inawatia hasira zaidi. Na wakati huo huo viongozi hao wa serikali sio wepesi kushughulikia kwa haraka changamoto ambazo vijana wanakabiliana nazo. Ni rahisi ama ngumu kwa kiasi gani sasa hivi kuanza kupanda uzalendo kwa vijana hasa wanaokuwa, na hasa kukuchukulia kwamba tume hii katika mapendekezo yake ya muda mrefu imesema vijana wanaomaliza kidato cha 6 waende JKT moja kwa moja, tuanze kupanda roho ya uzalendo kwa watu. Roho ya uzalendo hii tunayoiongelea inaweza kutugawa, inaweza kuwafanya Watanzania wafikirie ni uzalendo wa aina ipi. Kumekuwa na dhana mbili kuhusu uzalendo. Dhana ya kwamba uzalendo ni kuipenda serikali iliyoko madarakani. Dhana ya uzalendo ni kuwapenda viongozi walioko madarakani. Lakini kimsingi dhana ya uzalendo ni kuipenda nchi yako na kuifia. Hiyo ndo dhana ya uzalendo, na ni kuipigania nchi yako. Sasa mtu anayeipigania nchi yake dhidi ya ubadhilifu, dhidi ya rushwa, dhidi ya maovu mbalimbali, dhidi ya utekaji, haonekani ni mzalendo. Lakini anayeipigania serikali na kuitetea serikali hata kama ndani yake kuna matendo ya maovu, hiyo ndo dhana ya uzalendo. Sasa haya ni mambo ambayo ni potofu kidogo. Uzalendo sio kuipigania serikali. Uzalendo ni kuipigania nchi na kukabiliana na madhira yoyote yanayoweza kuikabili nchi. Sasa tafsiri ya vijana wengi ukiwasoma ni kwamba wanadhani uzalendo uliozungumzwa hapa ni ule wa kwenda kujifunza jeshini ili waweze kuwa tayari kuipigania serikali. Lakini kumbe tunahitaji kuwa na wazalendo halisi ambao wanachukizwa na maovu, wanachukizwa na ubadhilifu, wanachukizwa na utoroshwaji wa rasilimali za taifa, wanachukizwa na uonevu, wanachukizwa na ukandamizaji, wanachukizwa na kulidunisha taifa, kulifanya lisiendelee. Hiyo ndo dhana halisi na nzuri ya kutafsiri uzalendo. Kwa hiyo kwenda JKT inaweza kaa ni wazo zuri, lakini pia tuwafundishe vijana wetu kutoka mwanzoni kuzitambua tunu za ubinadamu,
thamani ya ubinadamu toka wanapokuwa wadogo. Kwa njia hii wataepuka kuwa wabadhirifu, wataepuka kuwa binafsi wanavyopewa nafasi za madaraka, wataepuka kujipendelea wao wenyewe wanapokuwa na nafasi mbalimbali, na haya yakifundishwa kwa vijana JKT yatakuwa na tija zaidi kwa taifa letu, kwa sababu tutakuwa na vijana watakaopata nafasi za madaraka ambao jambo la kwanza na la msingi watakalolifanya kwao ni kuwaza zaidi kuhusu mustakabali wa taifa lao kuliko kujiwazia wao wenyewe na manufaa yao binafsi. Naam, tumezungumza mengi daktari, na tunapoelekea mwishoni natamani kusikia kutoka kwako. Tume tuliyosikia ni ile ambayo imeundwa na rais, na kuna tume kuna rais mstaafu wa Malawi Chikwera alikuja kuchunguza. Jumuiya ya kimataifa, tutarajia lolote ambalo pengine linaweza likasukuma mchakato haya mambo, vidonda hivi vikaponywa na tukafungua ukurasa mpya? Matatizo ya Kiafrika yanafanana na wakati mwingine inategemeana na hadidu za rejea alizopewa, inategemeana na mfumo au utaratibu aliopewa wa kuchunguza. Inawezekana tukapata tiba nzuri zaidi kutoka vyombo hivi vya jumuiya ya kimataifa. Kumbuka Chakwera amewakilisha, alitumwa na Jumuiya ya Madola na Tanzania ni mwanachama wa Jumuiya ya Madola. Tunaweza tukaona jambo la maana, lakini kaka Msami, iko hivi, ninaweza nikakuambia Msami, unaumwa. Ukikubali kwamba kweli unaumwa, hatua inayofuata ngoja tukusaidie wapi ukapate matibabu. Lakini usipokubali kwamba unaumwa, hata ushauri wangu mzuri nitakao kukupa kuhusu ugonjwa wako hautasaidia, kwa sababu kwanza hatua ya msingi ya awali ya mimi kukuambia unaumwa hujakubaliana naye. Kwa hiyo jitihada hizi za Jumuiya ya Madola zitakuwa na tija endapo sisi wenyewe wahusika tumekubali kwamba tuna tatizo mahali fulani na tuko tayari kusaidiwa kulitatua. Lakini endapo hatutafika mahali kukubaliana na ukweli huo kwamba tunahitaji kuanza upya, tunahitaji kutatua, tunaweza tukaleta tume hata 20 za kimataifa na wakatoka pasipokuwa na matokeo mazuri. Kwa jambo la muhimu ni utayari wa mgonjwa kupokea tiba, utayari wa mgonjwa kusaidiwa. Unaweza ukawa huna nguo, nikaja nikakuambia chukua shati ili ujisitiri, wewe ukasema mimi sihitaji msaada wako, nina uwezo wa kujisitiri mwenyewe. Hata wakija watu 20 wenye uzuri wao tofauti tofauti kuja kukupa nguo, kama hauko tayari kupokea msaada, inaweza isisaidie lolote. Kwa hiyo utashi na utayari wa kusaidiwa sisi kama taifa, utashi wa kusaidiwa kwa serikali yetu ndio kiini cha kuweza kufanikiwa na kuweza kuzifanyia kazi hoja na ushauri ambao jumuiya ya kimataifa inaweza katupa kwa wakati huu ambapo tuna changamoto kama hii. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Daktari Faraja Christomas, ambaye pia ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na tuhitimishe mjadala huu ambao hakika ni mrefu na pengine natuhitaji saa nyingi zaidi kuangalia, lakini bado watu wengi katika mazungumzo tu ya kawaida wanaona kuna mambo mengi ya kufanya. Ukipata nafasi sasa hivi daktari ya kukutana na mkuu wa nchi ambaye ndiye ana dhamana ya wananchi wa Tanzania, mambo gani ambao unafikiri, au viongozi wa ngazi za juu ambao wananchi wanawaangalia? Daktari wako madarakani, ndio wenye dhamana. Nadhani mambo gani mawili au matatu ambayo yanatakiwa yafanyike haraka tu ili vidonda vianze kupona? Asante. Jambo la kwanza tunasema kwenye crisis, kwenye mgogoro wowote ni vizuri kuchunga unachoweza kumwambia mwenye njaa au kuchunga kumwambia aliyeumia. Ukimkejeli aliyeumia au aliyeumizwa unamuumiza zaidi. Kwa hiyo ni vizuri kwa viongozi wetu wanapokuwa majukwani, wote wa vyama vya siasa, viongozi walioko serikalini, kujaribu kuangalia kwa umakini kile wanachokizungumza kwa wananchi kipindi hiki ambacho wananchi wengi bado wana maumivu ya vurugu za Oktoba 29. Ni jambo la muhimu sana, viongozi wajaribu kutumia lugha inayolenga kuponya zaidi kuliko kutonesha vidonda, na tukifanya hivyo itaonyesha imani kweli kwamba viongozi wameumizwa na kilichotokea na ni kweli wana dhamira ya wazi na njema ya kutibu
majeraha ambayo Watanzania waliyapata. Lakini jambo jingine muhimu ambalo ningetamani kulisema ni swala la ushiriki wa vyama vya siasa. Unaweza ukakipuuzia chama chochote cha siasa kwa sababu kimekuudhi, lakini chama hicho kama kina wafuasi wengi zaidi, ni swala ambalo halikwepeki kuzungumza nao, ni swala ambalo halikwepeki kujali pia matakwa yao katika huo mchakato wa kuridhiana. Nia njema ni silaha njema zaidi kwenye maridhiano, na hili ni jambo la muhimu sana kuhakikisha kwamba tunapozungumza kwa ajili ya kupata maridhiano, pande zote zinazozungumza zionyeshe nia njema ya kupatana, nia njema ya kufikia mwafaka kwa ajili ya kulitibu taifa letu. Nakushukuru sana, na kwa kuwa umetaja maridhiano, tume imependekeza kuwe na maridhiano. Una imani yote na tume itakayoundwa ya kutafuta maridhiano? Kwa kifupi kabisa. Asante. Kama tume itakuwa ina uwakilishi mpana wa Tanzania na makundi mbalimbali ambayo ni wahusika wa moja kwa moja wa mchakato wa maridhiano, hilo jambo linaweza likafanyika na likapata mafanikio. Lakini kama tume itaundwa itapigwa virungu na mawe na mashambulizi mbalimbali kama ilivyofanyika kwa tume ya Jaji Chande, nina wasiwasi tutarudi kule kule na tunaweza tusipate mafanikio tunayoyatamani. Nakushukuru sana. Asante sana. Mtazamaji, tulikuwa tunaangalia mapendekezo ambayo yametolewa na tume ya kuchunguza matukio wakati na baada ya uchaguzi Oktoba 29, 2025, hususan kipengele cha mapendekezo, lakini tumeangalia pia vyanzo na vichocheo na vile viashiria angalau kwa ufupi kabisa ambavyo vimejitokeza katika mjadala huu. Mimi ni Joseph Msami, hapa nilimwalika mchambuzi wa siasa nguli kabisa huyu Daktari Faraja Christomas, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye tumejadili naye hiyo. Tume imependekeza maridhiano na pengine mjadala unaofuata na daktari utakaokutanisha naye utahusu maridhiano. Endelea kusalia nasi. Mimi ni Joseph Msami na kutakia wakati mwema.